Bado tunaendelea na tafakari yetu ya Isaya 58 na leo tutaitazama aya 7. Siku ya jana tulikuwa tukiangalia namna ambavyo Mungu anataka tufanye saumu yetu. Ni zaidi ya kuacha chakula. Lakini pia leo yako mambo mengine yanaongezeka katika aya ya 57, nami nitakusomea aya hiyo. Biblia inasema hivi katika Isaya 58 aya ya 7. Je, sio kuwagawia wenye njaa chakula na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako? Mwonapo mtu aliyeuchi umvike nguo, wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Jana tuliangalia kwamba zaidi ya kufunga chakula tunatakiwa kufunga uovu, lakini kuondoa nira ambazo zinatulemea na pia kuwaachia huru wale ambao tunawatesa. Na katika aya ya 7 tunaongezewa mambo mengine 4. Jambo la kwanza ni kuwagawia chakula wenye njaa. Unapofanya mfungo wa wewe kuacha chakula, kumbuka pia kuwalisha wale ambao hawana chakula. Ukitazama tu karibu nawe, hata usiende mbali, pengine nje ya nyumba yako, katika nyumba zinazokuzunguka, majirani ulionao, eneo unalofanyia kazi, wako watu ambao wanakosa chakula. Na Biblia inatuagiza kwamba saumu kamilifu ni kuwapa chakula wenye njaa, ni kuwapa chakula wenye njaa. Alafu anasema na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako. Hili tendo hatulifanyi sana au hatulifanyi kabisa. Kuwakaribisha watu walio maskini na kuwaleta nyumbani waweze kushiriki pamoja nawe chakula na furaha ulionayo ni matendo ambayo yamepotea katika mwili wa Kristo. Lakini tunapaswa kufanya hivyo. Na kwa kufanya hivi ndivyo ambavyo Mungu anaachilia baraka na ushindi kwetu. Kwa hiyo kufunga kwako kunahusisha kuwagawia wenye njaa chakula, lakini kunahusisha kuwakaribisha maskini waliotupwa nje waje nyumbani mwako. Alafu pia unapomwona mtu aliyeuchi umvike nguo. Hili nalo tumeliacha kwa kiasi kikubwa. Sio kwamba hatuna nguo za kuwavika, lakini mioyo yetu haijaguswa kufanya hivi. Na mfungo au saumu inahusisha sio kuacha chakula peke yake, lakini kuwavika pia ambao hawana nguo. Sasa ni jambo la msingi sana kulibeba unapokuwa na mfungo katika vipindi mbalimbali vya maisha yako. Ujue kwamba sio swala la kuacha chakula tu, lakini hata kuwavika wale ambao hawana nguo ni sehemu ya mfungo wako. Alafu anasema wala usijifiche na mtu mwenye damu moja nawe. Hapa anazungumza kwa habari ya ndugu waliozaliwa pamoja nawe. Usijifiche kwao, wanayo mahitaji ya namna mbalimbali. Katika kufunga kwako kumbuka uhitaji wao. Unao ndugu ambao wameshindwa kusomesha watoto, na sio kwamba uwezi kumpa hata sehemu ya ada kidogo, sio kwamba uwezi, lakini tu ndani hujaguswa. Mungu anatukumbusha, anasema, je, saumu aliyoichagua sio ya kuwakumbuka ndugu wa damu moja na wewe? Usijifiche kwao katika mahitaji walionayo. Neema ya Mungu iwe juu yako na tuombe. Bwana Yesu, ninakushukuru na kutukuza. Asante kwa kutupa neema hii ya kutafakari neno hili. Bwana, tunakusihi tusaidie mioyo yetu ili tutende sawa na mapenzi yako. Tumewaza kuacha chakula peke yake, lakini unatudai na mengine. Nasi tunakuomba Bwana uifinyange mioyo yetu iwe mepesi kutenda. Saidie ndugu huyo Bwana, moyo wake ukaguswe kuwalisha maskini wenye njaa. Moyo wake ukaguswe kuwakaribisha maskini nyumbani kwake. Moyo wake ukaguswe kuwavika wasio na nguo. Moyo wake ukaguswe Bwana kuwaangalia ndugu zake katika mahitaji mbalimbali walionayo. Kwa jina na kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Asante sana, Mungu akubariki. Ninakushukuru kwa kufuatilia kipindi hiki.